Story na Mose. Yeah. Story na Mose, what's up, man? It's been a while since we had this podium back in last year, man. Yeah. Nakutoke Ronga hujairudi. Mi Ronga ni home. Ronga utarudi. Manze Ronga inasikia kuliwa na Simba huko. Unajua mambo ya Ronga tu hadi. Unajua shida ya Ronga kuna shida mingi. Kuna Simba, kuna KWS, kuna Bad Cops. Ronga di mavijana bado. Mkiingia chombaya saa zingine unapatikana. Na pia kuna pombe haramu, maskapi. Ronga kuna pombe. Au umekaa Ronga unajua pombe yenye iko Ronga. Anyway. Aha. It's really a big honor to have such a big stage with you, because I know whatever work you're doing, nasikia unafanya mambo fiti. Manze try to make a difference tu hapa na pale in our own small ways. So ulikuwa unaongea kuhusu financial wealth. Manze the last podcast nilikuwa ninafanya ni ya finance. Najua when you have all these conversations, we must have a conversation about finance. Because it rules our world, it rules the world. Nasemanga pesa utas. Money talks. So nilikuwa na beshte yangu anaitwa Mudi the Hermes. Unamkumbuka? Mudi, Mudi alikuwa ameanza. Alikuwa philosopher. Alikuwa ameanza ingine inaitwa pesa ni amani. Pesa ni amani. Pesa ni amani. So pesa ni amani ilikuwa idea ya pesa inaleta peace. A family hata in that basic unit ya family haiwezi kuwa united bila do. So like do, watu ukikosa do unaweza hadi wife anaweza hadi kutoka. Mimi nimegrow, mamangu akiniambia kitu sitaisahau, alikuwa akiishi kuniambia money gives you option, money gives you freedom. Anasema money doesn't make you happy, but money is a tool to make you happy. Mbona niambia uko na depression aje? Ati uniambia sasa hivi unanichukua ati naingia Santorini. Nimeenda huko kwanza, nimeona hizo white sandy beaches. Manze na ni beaches, si beaches. White sandy beaches. Umeenda Bali. Utakuwa na stress wapi? Bana nakwambia unaenda unalala hivi, unaamka base nyingine yenye view ni ngori. So basically, how do we go to Bali? How can we make vacations to go to somewhere like Greece, Santorini? How do we go to Maldives? How do we take that hot air balloon and then we say like we are cruising like a family vacation? It's all about building wealth. And wealth go hand in hand with finances. Wealth go hand in hand with personality. Wealth goes hand in hand with character. Yes. Personality, finances, character. Personality, finances, character. Personality ya mtu ni vile mtu tu alizaliwa, ama personality ni mtu ana build akigrow. What is personality? Personality is a whole mix of different complex of your identity bundled up together. It's more of your psyche. We should say psyche. There is kuzaliwa and there is the aspect ya environment. Bible inasema as a man thinketh, so is he. So is he. If you're poor in the mind, your outside the world will reflect actually the same thing. Mindset 101. So mindset ni about your attitude, vituka hizo. How you approach. How do you look at money? Do you look at money as a scarce thing, or do you look at money as abundant in your world? That will actually reflect your outside world. There's something called the 7 Hermetic principle. And in the first principle is the principle of mentalism, which says that for everything in the material world to manifest, it must first manifest in the mental realm. Adi, what can you talk about? Mic. Before mic ilikuwa invented, it first started as a thought in the mental realm. Just get the law of cause and effect. Sure. Effect inakonga materialized in the physical world, but cause inakonga affected in the mental world. How in your mind. That's why we have the great scientists like Albert Einstein. There was something happening in Nikola Tesla. We need to give so much credit to those guys, because some of the things that they invented, some of the concepts that they came to revolutionize physics and all, it was really just fantastic. Leonardo da Vinci.
Hey, Da Vinci was something else, bro. Me the places kama Rome mi wanapenda tu history zao. Da Vinci alikuwa Rome, alikuwa France. Yeah, mi naongelea Rome. The Roman Empire. Yeah, the Roman Empire. Mm. So about amassing wealth to lead to this question, what is wealth? Wealth una quantify into the mindset, character na Wealth si finances pekee. Na finances. Wealth, finance it's a piece of a pie. Is the piece of, sure. It's a piece of a pie of the whole cake. Mm. Yeah, finances is just an add-on to wealth. Wealth mostly. But without finance, huwezi kuwa wealthy. You know, finances make you rich. Mm. Wealth is not riches. Riches is different from wealth. Riches are more of cash. Riches ni about assets. Wealth ni about more assets. of assets. Yes. Riches ni about cash. Yes, cash. About cash flow. Wasema go up. Mm. Kichele And that is why kichele. Naona wase wengi, let's say these young YouTubers nani wanadunga mabling, wanapiga mapetko. Wewe nakwambia ukiwa huko nje na usiende mapetko, unatudungia tunakuonesha je investment. Wanakuwekea silver. Like let me tell you something. There are different endowment plans. Kama ni kijana huko 25 and above, at least you should have a life insurance cover. By now you need to have a life insurance cover yako, or you have something. Let me break it down to you. Financial goals. When we are talking of planning and budgeting, yes, when we talk about amassing wealth, we need to talk about budgeting, we need to talk about bills, we need to talk about saving, revenue, and then debt management. Because when you are amassing wealth, we need to focus more on something that is actively coming in than what is going out. Like uangalie mostly. Yeah, you diversify your sources of income. You can't be wealthy with one source of income. Oh yeah. Yes, you need to diversify your platform. Unakuwa huku na biashara fulani, you have another business here, you have another business here. And how do you do that? First of all, you need to break down your goals. This is how the goals work. We have short-term goals. Short-term goals is around 0 to 1 year. Short-term goals. Yes. And the best investment portfolios for short-term goals, the more of money market. MMF unaweza amua uingie, na kuna MMF fulani nilipatana na mzae sometimes back in town. Tulikuwa tunabonga, tulikuwa na appointment na akaniambia nilikuwa namintroduce kwa MMF. Sasa akaniintroduce kwa another type of MMF inaitwa Mansa X. Mansa. So I don't know about Mansa, but just go and look it up. But what he told me about Mansa, they had a joint venture, walieka 18 million as a group. 18 billion as a squad. Yeah, as a squad. The least you can invest actually in Mansa ni 400k. Yes, ni ya mabosi. Mimi najua MMF yenye inadilada na 100 shit. Hata ya Bob Mbele. Lakini unajua lakini sasa unajua ina depend na nini? Ina depend sasa na more risk more returns. Sasa umsa alikuwa ananiambia hii MMF walishikaniwa ase joint venture wakaseti 18 million. December, so unajua MMF unaweza access any day, hata 2 days ukituma email unapewa pesa yako. So December venye ilifika, they had first had a capital ya 18 million. Walitoa 22 million. So ili almost 4 million hiyo mwaka. So inamaanisha unaweza retire na hiyo 18 million. After 1 year unaingiza 4 million extra. Si unaweza kwa tuna invest 18 million and then unangoja 4 million. MMF yake return yake ni gani? I'm not really sure about that. Sitakuwa na details, but just go look what's all about Mansa X and then utupatie pale kwa comment. Tuambie wacha tu discuss tujue ni aje. We could actually have another episode about Mansa. Yeah, about MMF. Unajua pia nimeongelea MMF in my podcast. Nimeonyesha hadi wase about MMF. Nikiwaambia MMF is something yenye vijana tunafaa tuangalie. Money market, yeah, for sure. Because there is nothing better than low risk low reward. You need diversification. That low risk low reward. Kwa sababu MMF ni kitu yenye uko sure utapata. Na unajua pia banks, people put money in banks. Na banks hakuna do yenye ina accumulate. Banks, what they do, they take your money, they go work and get some 10-12%
alafu they give you your interest of 2%. Yeah, for sure. So banks wanataka hiyo low risk ya do yako yenye imelala hapo. Actually, let me put you all to game. So nilikuwa na breakdown your types of goals, how to break down your goals. So 0 to 1 year, those are short-term goals. Na short-term goals yeah. Basically ina fall kwa category ya medical bills. Sindio? Emergency bills. Yeah. You need to go on vacation probably on December, sindio? Tulikuwa tumeongelea story ya Bali. Mpoa amekwambia nataka kwenda Bali. Siku hizi naingianga IG. Naingianga IG nikienda kukudm tu naona pale highlight yako naona Tokyo. Naona Sydney, Melbourne. Siwezi kudm. Melbourne iko Australia. Melbourne iko Australia buda. Unacheki msichana amezunguka dunia mtu yangu. Wewe hadi ulifika na Manga road trip mwisho. Kuna watu wajaienda coast na sasa yako miaka 30. Sasa hiyo ni vitu tutaongelea later cause sasa hivi tunataka kuongelelea wealth. Na tukiwa hapa tunasema as a young man like 2% peke yake ndio they can say they are financially free. 2%. And everyone 2% is crazy. And everyone anatafuta anatafuta finances but few are looking for wealth. Nilikuwa nasikia in the words of this guy Munro. Alikuwa anasema ya kwamba success without a successor is failing. So still kuna pia succession as part of wealthy. Me naona in that set your mindset, finance and all that. Unaonaje in terms of wealth? Acha nikwambie kuna different state of being. Let me say kuna a lot of the psyche world, it's not discussed openly in the open market, in the open audience. Let me break it down, but we are more than just physical beings. Yeah. We are more than just we are more spiritual beings in physical entities. It goes to the mental state before it transforms. Yeah. There are different level of existence. Kuna the mental state, kuna the ethereal state. Ethereal ni gani? Just go look it up, ni crazy. Kuna vitu zingine zita blow your mind. So mental realm, ile ukienda kulala ukidream in your dream world. Ushasikia mambo ya astral projections. Ni vitu zingine crazy but ikifika hiyo point utaangalia. So wealth ni state of being. Ushaienda kwa wase wako na kichele, wase wako na guap. Kuna vile wanafikirianga hawananga limitations. Mind yao mostly kwangi limited. Pewa. Unless upate wale wachoyo. But ukiona hawa wanakonga na abundance ya. Ukiteseka sana unaficha sana. Kesho itaumia, wewe umumie ni to poverty mindset. Unaona? Na poverty mindset ni crazy. Poverty mindset ina killing a lot of happiness sana. Unaacha kuishi, unajua mostly out of fear man. Tunatoka survival, mostly brain yetu, the lower brain, the limbic brain inakuanga inaishi in survival mode. Na survival mode ni ya mnyama na wewe personally hujumbo hivyo. Survival mode ni ile ya kudishi na nipate place. Ni dishi, unaona that's why kuna hiyo competition, greed, watu wanaficha. Kuna watu wengine wanaiba lakini hawataitosheka. Wanazificha tu. Mimi niko na mtu in mind. Si hadi mimi niko na mtu tu. Haizitosheka. So unasema tutoke survival mode ya utoke so poverty mindset. When you look at money, unafaa uchange mindset yako venye unaangalia ngado. You need to adjust, angalia do like something that comes. Iko pesa iko. Unaiattract ama inajileta. Hiyo story ya kuattract bado acha tu. Unajua unaweza sema una attract alafu unalala siku mzima una attract. Wewe unatuchezea una attract. Kazi ni kupost. Unajua una set intentions straight, nini unataka go up. Ukiset clear intentions, this is what I want, si ndio? And then you go wewe ingia piga hustle, piga grind na usichoke. Nilipatana na mzae fulani tao. Aliambia usiwahi choka. Manze alikuwa ananipea my investment nini ideas alikuwa amepiga 2013. Hapa Kawaskari.
Aliambia alikuwa anapata mashake zingine crazy. Anazichukua na milioni mbwegze. Hiyo time na zilikuwa kubwa pia anachukua ni kama half an acre. 2 million. Ati saizi unajua hizo plot zimeflip ngapi kutoka 2 million. Saizi zinatoka na 12 million. Hiyo yard. Anasema ali regret mbona hata kuchukua plot 4. Alichukua tu moja. Alichukua tu jamu ati angechukua hata 4. Hiyo ingekuwa kitu karibu 48 million huko. Walai, lakini so that's how investment gani ya so mostly vijana acha nini wape idea. Kuna stuff fulani sijui kama if you've heard about ICA Lions. So ICA they have this thing called the endowment. So what happens na endowment, tulikuwa tuna break down goals venye zinawaka. Kuna short term goals, kuna middle term goals na long term goals. So what is middle term goals? Tumeangalia tayari short term goals, tungeangalia function ya short term goals na tukaangalia best investments za short term goals in money market, si ndio? So when you go to middle term goals, hiyo ina range from 1 year to 3 years. Hiyo inaweza kuwa kama kubuy land, inaweza kuwa kama kubuy gari mpya unataka kushika moti. Mimi kwanza saizi nikishika Axela naweza enjoy mbaya kidogo. Mazda Axela ama Atenza. Umechekio gari very slick buda. Yenyewe. Hiyo utakuwa tu uko best. Sasa hizi nikitaka zile za black hivi zinakanga tu fit. Au unacheza mzee. Zinatutekea. Unajua hii Nairobi tulisema ukikuwa na crib 2 fiti, food na moti. Unasahau mambo ya ligi. Ligi haiexist. Anasemanga na kiatu. Kiatu ina include hadi moti. Si ndio. Ukipiga tu luku fiti inakuanga best. So hiyo ndio ilikuwa tunaongelelea leo na Lord Biden. Uni boys wangu na leo tunataka kusema manze, thanks for watching. Mpaka mali tumefika. Ukiwa na question usahau, na we will meet in the next episode at Story na Mose.